Asanteni sana. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Mkuu Samson Mudhuri, Askofu rafiki yangu Frederick Wang'ombe, Askofu rafiki yangu David, Askofu wetu baba wa kanisa hii Amos Kibudhu, Askofu wetu tena mkuu Julius Njoroge, viongozi wote, ndugu wa Kristo, watu wa Aipca, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Ngaino mwega na hende shode mwadhani agosho. Hebu tuseme Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Leo ni siku ya furaha, na sio furaha kidogo, furaha kubwa sana, kwa sababu leo tumekuja hapa kusherehekea mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, tumekuja sote kusherehekea miaka 100 ya kanisa la Aipca, na tunashukuru Mungu kwa hiyo miaka 100. Tumeona wema wa Mungu katika hii kanisa. Mahali kanisa hii ilianza sio mahali ilipo leo, na tumekuja hapa kwa furaha nyingi kusherehekea miaka 100. Ya pili, tumekuja hapa vile vile kusherehekea umoja wa kanisa la Aipca. Nyinyi mnaelewa, sote tunajua kwamba tumekuwa na matatizo hapo nyuma, lakini kwa mapenzi ya Mungu leo tumekuja hapa kusimama katika madhabahu haya tukiwa kanisa moja la Aipca. Tumshukuru Mungu jameni. Hii si kazi ya binadamu, hii ni kazi ya Mungu. Hii safari ya kuunganisha kanisa la Aipca imeanza pale nyuma. Watu wengi wamechangia. Mimi nikapatikana pale njiani wakati viongozi wa kanisa hii walitembelea, wakaniambia ya kwamba tafadhali, tuko na matatizo, tungependa tutafute namna ya kuunganisha kanisa. Na hiyo ni karibu miaka 7-8 imepita sasa. Nikiwa naibu wa rais, nikasikiza kwa makini, kwa sababu tulikuwa na marafiki wengi katika kanisa hii, na hawa marafiki wengi walikuwa pande tofauti tofauti ya kanisa hii, na ikatusumbua sana, kwa sababu Samson Mudhuri alikuwa rafiki wetu, Julius Njoroge alikuwa rafiki yetu, huyu Frederick Wang'ombe alikuwa rafiki yetu, mpaka hata sisi tukachangia katika ile confusion ilikuwa kwa hii kanisa, kwa sababu tukiitwa na Njoroge tunaenda, ni rafiki yetu. Tukiitwa na Wang'ombe tumefika mapema kwa sababu ni rafiki yetu. Tukiitwa na Mudhuri hivyo hivyo. Sasa lakini mimi nataka nimshukuru Mungu. Mnajua neno la Mungu linatufundisha katika Mathayo 5:9 kusema, heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Kwa wale wote mlioshiriki katika kupatanisha kanisa hii, na wako wengi, mimi naamini vile neno la Mungu linavyotufundisha, mtapata sehemu yenu katika baraka ya Mungu kwa kuchangia kupatanisha kanisa hii. Huyu Bernard, Regina, Batha, wengine wengi
tulikutana na wao tukatafuta namna. Wakati walikuja kwangu nikamwambia hii kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikamwambia wacha nitafute kiongozi wa nchi, na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. Nimefurahi tena kwamba katika hiyo mchango, wakati tumechaguliwa mimi na naibu wangu, mimi nilimweleza huyu naibu wa rais kwamba mambo ya Aipca inafanyika katika hiyo ofisi mahali umeketi, mahali nimekuachia. Na yeye pia akachukua, tukapanga vile ameeleza. Mimi vile vile nataka nimshukuru naibu wa rais kwa mchango wake kutufikisha. Na leo sisi kupata askofu mpya mkuu wa kanisa letu la Aipca. Nasema kwa Askofu Mudhuri, pongezi, congratulations. Uko na baraka yetu, tutakusaidia, Mungu atakujalia ndio uweze kufanya kazi hiyo ya muhimu ya kuendesha, kuunganisha na kusimamisha kanisa letu la Aipca. Thank you very much, Bishop. Kwa wale viongozi wengine wote, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wengine wa viwango tofauti tofauti, tunawaomba kwa heshima muungane na uongozi mpya wa kanisa letu la Aipca ili tuweze kuhakikisha kwamba kanisa hii inapiga hatua ya kwenda mbele. Mahali tulichelewa kwa sababu ya matatizo, tuweze kuharakisha ndio kanisa letu liweze kwenda mbele vile inavyofaa. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana kwa sababu ya usaidizi wenu na kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Tumeona vile Mungu ametuwezesha tukafanya mambo mengi kwa mwaka mmoja iliyopita, na haingewezekana bila Mwenyezi Mungu na bila maombi yenu. Mimi kwa niaba ya serikali ya Kenya nataka niwashukuru sana. To the church, to the religious community in Kenya, we very sincerely thank you for offering prayers for our country, for our nation, and for all the plans that we have to transform Kenya into the country that we all want it to be. Kwa hivyo nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie you have our support as a government, and as I said before, we are unashamed about our faith in God. Sisi tunamwamini Mungu na hatuna aibu ya kutangaza wazi wazi ya kwamba tunamwamini Mungu. Najua ya kwamba katika safari hii kuna mambo mmenieleza. Kabla sijataja haya mambo, kwa sababu tayari mimi najua haya mambo yako mahali fulani, wacha niwashukuru kwa ile mipango yetu yote tulio nayo, mipango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele.
mchango wa kanisa la Aipca na mchango wa kanisa katika taifa letu la Kenya inaonekana wazi. Kwa mambo ya elimu, mimi nataka niwashukuru ninyi kama kanisa la Aipca na makanisa yale mengine yote yanayotusaidia katika usimamizi wa mashule yetu katika taifa la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie tutazidi kushirikiana pamoja na nyinyi na kutambua usimamizi mnaotoa katika kusomesha watoto wetu. Nimefurahi kusikia ya kwamba ile hasara kidogo ilipatikana pale nyuma, kuna watu hawakusoma. Sasa tumetia msingi thabiti maneno ya elimu. Mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000. Mwaka huu tutaajiri walimu 20,000. Budget yetu tumeongeza karibu bilioni 127 ya kusaidia masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya. Na waomba wana Aipca katika msukumo huu wa kuhakikisha ya kwamba vijana wa taifa letu la Kenya wanapata masomo, wanapata taaluma, wanapata nafasi ya kuleta mchango wao kupitia kwa elimu na nguvu walionayo na uwezo walionayo. Sote tunachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Mimi vile vile nataka niwaulize, azma yetu moja ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na waomba tena mushirikiane na sisi katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa tunaagiza chakula kiwango kubwa kutoka nje. Tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Na hiyo chakula tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Tumeamua kama serikali ya kwamba badala ya kutumia pesa zetu kuagiza chakula kutoka nje, mahindi, ngano, mchele na yale mengine yote, kwenda mbele tutasaidia wakulima wetu Kenya wazalishe chakula hapa Kenya, na tutumie hiyo pesa kununua chakula kutoka wakulima wetu. Mungu ametujalia kwa sababu mwaka uliopita tulipata mvua ambayo haijapatikana Kenya karibu miaka 7-8. Tunazidi na kumwomba Mungu atupatie tena mvua mwaka huu na miaka yajayo, ndio tuweze kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Na mimi nataka niulize kanisa la Aipca, mshirikiane pamoja na sisi ili tuweze kushughulika na kazi hiyo. Kazi nyingine ya muhimu ni vile vile kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata ajira. Tuko na vijana wengi wakiwemo wa Aipca ambao wamemaliza shule, wako na certificate, wamemaliza college, wako na madiploma, wamemaliza university, wako na madegree, lakini nafasi ya kufanya kazi Kenya haijapatikana. Shege ambaye nimeambiwa ndio chairman wa vijana katika kanisa hii, nataka umobilize vijana wa Aipca ili tuungane na wao katika ile nafasi tumepanga ya ajira Kenya, program ya affordable housing, program ya value addition agro-processing manufacturing, program ya digital jobs, program ya export of labor.
Hiyo mipango yote tunataka kujumuisha vijana wetu wote wa Kenya, ndio tuweze kuhakikisha kwamba wanapata ajira. Vijana wa Kenya watoe mchango wao kupeleka taifa letu la Kenya kutumia nguvu, elimu, taaluma ambazo wamepata. Na ya muhimu ndio nifupishe ni mambo ya matibabu. Nyinyi mnajua tuko na community health promoters 1,100 sasa katika taifa letu la Kenya. Tuko na program ya sheria mpya 4 kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe kwa taratibu, serikali ya Kenya itapanga. Na wauliza wana Aipca, tuungane katika mpango huu, mtoe mchango wenu, public participation, mtoe maoni yenu, ndio tuweze kujua vile tutapeleka Kenya mbele kwa pamoja. Mwisho, ni kweli kanisa la Aipca ni kanisa ya kipekee iliyosimama kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Kama kuna mashujaa, watu wajasiri, ni watu wa kanisa la Aipca. Na kwa kusimama imara kutetea nchi yetu ya Kenya, mulidhulumiwa na serikali ya wakati huo ya mkoloni. Na ndio wakati viongozi wenu walinitembelea, nikasema itakuwa ni makosa makubwa kwamba kanisa hii ilipata matatizo wakati wa mkoloni, alafu tena iendelee na matatizo wakati tuko na serikali ya huru ya taifa la Kenya ambao walipigania wana Aipca. Na ndio sababu leo mimi nimefurahi tumeungana nyuma ya askofu wetu mkuu mpya Samson Mudhuri, sisi wote. Na sisi tulio upande wa serikali, kwa sababu nyinyi hamkukuwa na aibu kusimama na sisi, hamkukuwa na aibu kusimama na kupigania uhuru wa Kenya, na sisi kama serikali ya Kenya hatutakuwa na aibu kusimama pamoja na nyinyi. Kwa hivyo nimeambiwa ya kwamba mko na college, kwa sababu nimesikia mambo ya college. Hawa maaskofu wetu ni vizuri tuwe na college ya kufundisha hawa maaskofu wetu, ndio waweze kutusomesha neno la Mungu kwa njia inayofaa, kwa sababu Biblia inasema na mtajua ukweli na huo ukweli utawaweka huru. So hiyo kujenga college yenu ya kanisa, Askofu Mudhuri, nimeambiwa ya kwamba mko na shamba, na nitapanga na hawa watu yangu tuwapatie milioni 50 ya kumaliza hiyo ya kutengeneza hiyo college. Na hiyo pesa isipotosha, murudi kwetu. Ya pili, mumetuuliza sehemu ya makao makuu ya kanisa la Aipca ama headquarters ya Aipca. Hawa maaskofu wamenieleza tayari, David Njuguna, Frederick Wang'ombe na huyu Samson Mudhuri, baba wetu askofu mkuu, wametuuliza ya kwamba tutafute ardhi na nyinyi mtajenga. Mimi nataka nikuambie, waambie hawa maaskofu, tutatafuta ardhi na vile vile tutawajengea upate headquarters mpya. Hiyo ndio baraka ya amani. Kanisa ikiwa na amani, mambo mengi yanafanyika.
Si ndio jameni? Naweza keti. Na ya mwisho vile vile, kwa sababu tuko na deni yenu kama serikali ya pale nyuma, makanisa yenu yalihamishwa, mashule yenu yakahamishwa, tutatafuta namna. Nitawaita alafu tukubaliane ili tuwatafutie sehemu ambayo sisi kama serikali tutatengeneza, ambayo mnaweza kupata pesa ya kuendesha kanisa lenu. So we're going to look for a facility, maybe a building somewhere where we can make it possible for the church to have income to be able to run the affairs of this church. Nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tumelipa deni kiasi. Pengine mtatupatia discount, ama mtuondolee interest ndio tuweze kuendelea kwa pamoja. Nilikuwa nimewaeleza hawa viongozi pale mbeleni ya kwamba wakati kanisa itaungana, tutapanga vile mambo yenu yatakuwa sawa. Pale nyuma ilikuwa ngumu, hatujui tupange na nani. Tukipanga na huyu, ule mwingine atasema hivi, tukipanga na ule. Lakini sasa vile mko pamoja hivyo, mambo yenu iko sawa sawa, na nitahakikisha ya kwamba ile safari tulianzisha, na mimi nimefurahi sana. Hiyo safari ilianza katika ofisi yangu, ikaenda kwa ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta wakati huo, imepitia kwa naibu wangu, na leo mimi namshukuru Mungu kwa sababu ile kazi muliniuliza nikapeleka kwa mkubwa wangu siku hiyo, Mheshimiwa Uhuru. Leo mimi nimekuwa hapa kuwitness ama kuwa shahidi wa kukamilika kwa kuungana kwa kanisa la Aipca. Hiyo heshima na baraka Mungu ametupatia tuwe washahidi wa jambo hili. Tunamshukuru Mungu sana, tunawatakia heri, tunataka tushirikiane. Na kama kuna watu wazalendo, and I want to ask the people of our great country Kenya to learn from the patriotism, from the commitment of the Aipca Church to our country Kenya. This Aipca is the church that is unapologetic about their citizenship of the Republic of Kenya, of their commitment to working with the church, to working with the government, to resolve all issues and to build a better nation for all of us. I want to ask us as the people of Kenya, we must love this country enough to be able to make the sacrifices that will make this country great. Na sote tukiungana hivyo, Kenya itaenda mahali pazuri. I am very confident that Kenya is going to be a greater country than we have ever imagined by working together. Tukishirikiana vile tumeshirikiana, hii nchi itakuwa ni nchi ambayo inatufaa sisi sote. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana na niwaulize sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi. Ni rahisi sana mtu akiwa kiongozi kujifikiria mwenyewe na kufikiria ya kwamba yeye akifanyiwa mtu binafsi, wengine watakuwa wamefanyiwa. Nataka tukubali ya kwamba tukifanya mazuri kwa wengi, hata wewe pia
tutafaidika na kule katikati tukienda mbele pamoja kama taifa. Kwa hivyo wana Aipca, leo ni siku ya furaha. Tumehubiriwa ya kwamba leo ni siku ya kucheka. Tumefurahi sana kwa sababu Mungu ametutendea makuu. Asanteni sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki jameni, na tunawapenda sana. Tumpongeze rais mara nyingine kwa makofi. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako, na kwa sasa naomba tubaki tumesimama.